Unajua asilimia kubwa ya watu, niamini mimi, asilimia kubwa ya watu unaowaona ni wagonjwa wa akili. Kwa Yesu kwa kupigwa kwake sisi tumepona, ni tumepona akili pia. Warumi 2:5 anasema muwe na nia sawa sawa na nia ya Kristo. Tafasiri sio rasmi ni muwe na akili sawa sawa na akili ya Kristo Yesu. Muwaze kama Bwana wenu, muwaze kama Mungu. Je, watu wote wanawaza kama Mungu? Je, mawazo yao yako sawa? Anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Hiyo ni lugha nzuri tu. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa akili. Shetani anawaangamiza kwa nini? Akili zao hawako vizuri. Njia pekee kuiponya akili iliyoharibika ni neno la Mungu. Lakini nataka nikutajie dalili za mtu ambaye ni kichaa. Kwa mtu yoyote asionyeka, mtu yoyote asioelekezwa, mtu yoyote asiofuata kanuni, mtu yoyote asiofuata taratibu, ni kichaa. Ndio maana ukivunja baadhi ya kanuni unakamatwa, unapelekwa jela. Kwa sababu gani? Unaonekana ni kichaa. Yanafikia hatua ya kumuua mtu mwingine, wewe ni kichaa, hauko sawa, wanakupeleka ndani. Kwa uwezo wa mtu kufuata kanuni na taratibu na kuishi katika misingi, huyu mtu tunasema na akili timamu. Kwa kichaa tunamfunga kamba, kichaa tunamzuia, ni kwa sababu tumeona kabisa ameenda mbali zaidi. Lakini tuna vichaa wengi ambao tuko nao hata kwenye makazi. Makadaba. Wengine wamekuwa vichaa kwa sababu ya hali ngumu ya maisha, wengine wamekuwa vichaa kwa sababu wamelisi, wengine wamekuwa vichaa kwa sababu ya situation pia mazingira ambayo yamepitia, na hajui kama yeye ni kichaa, na hakuna anayemwambia kuwa wewe ni kichaa, kwa sababu yuko normal. Lakini akili yake haiwezi kufanya kazi baadhi ya vitu. Kuna mtu mwingine anakuambia mimi nikifokewa tu nachanganyikiwa. Biblia anasema asiyeonywa ni kama mnyama. Unadisikia? Kwa dalili ya kwanza, usikiona tu wewe ufuataji maelekezo. Shuleni wanawaita watukutu, ulaiani wanawaita wa vijana wa ovyo, tayari kuna ukichaa hapa. Sizungumzi vibaya, na nataka tu nielewe. Kwa watu wengi unakuja unakuta ni wagonjwa wa kiakili, ndio maana hawawezi kufanikiwa na wanahitaji uponyaji kwenye akili zao. Tukipata uponyaji kwenye akili, tukipata uponyaji kwenye maisha, kuna magonjwa mengine hata kuingia, kwa sababu utakuwa unajua namna gani ya kula. Na zungumzia uponyaji wa akili ya kwako. Anasema muwe na nia sawa sawa na Kristo, muwe na akili sawa sawa na Kristo, mgeuzwe kwa kufanywa upya akili zenu. Kuwa na kiburi cha kupitiliza. Unapomwona mtu ana kiburi cha kupitiliza, na wengine wanasiriki kujiita maskini jeuri, anakwambia mimi ni maskini jeuri. Sio maskini jeuri, ni wewe hauna akili timamu. Kukosa aibu. Kuna watu hawana aibu. Biblia inakwambia mtu aziniaye na mwanamke ni mjinga kabisa, hana akili. Kwa mwanaume yote mzizi na mwasherati waga anaga akili vizuri. Kwa unakuta wazazi wamechanganyikiwa, baba amechanganyikiwa. Baba anaweza kaoga na mtoto wake kwenye swimming pool pamoja, umevua nguo. Afu na wewe ni watu wenye madegree, wanasema eti hao watu wana akili sawa. Wanahitaji uponyaji kwenye akili. Eti ameenda Ulaya akaona ile mazingira akaleta. Yaani ameona vichaa wengine wanavyoishi, na yeye anakuja kuishi ukichaa. Ukiwa hauna uwezo wa kuongozwa, kazini hauwezi kuongozwa, mume wako hawezi kukuongoza, hauna mtu ambaye ana sauti juu ya maisha yako, anaweza kukemea kitu kaacha, wewe ni kichaa. Yaani kuna mtu anakuambia mimi siogopi mtu yote, na muogopa Mungu tu. Ni ujinga. Ni ujinga. Lazima uwepo na mtu ambaye kwenye maisha anakufokea na unasikia. Yaani wazazi wakisema wewe unasikia. Kuna mtu anakuambia yeye ni nani? Lakini unapomkuta mtu kwenye vitu vya serious, yeye hayuko serious. Yaani wakati hayo mambo yanahitaji userious wali wa juu, yaani anaona kabisa umaskini unaenda kumwangamiza, badala achukue hatua, hachukui hatua. Wakati anaona vitu anatakiwa hapa awe serious kwenye hichi kitu. Kama kuomba awe serious kwenye kuomba, kama kupigania awe serious kwenye kupigania, na hayuko serious. Kwa unapomuona unapokuona mtu hayuko serious kwenye vitu ambavyo vinahitaji userious, ni dalili za ukichaa. Unanisikia? Kwa kuna vitu vinakutaka userious. Kwa tukishapona kwenye akili zetu, tumepona uchumi. Niamini mimi, anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa akili. Wamekosa maarifa, wamekosa akili.